West Pokot, and I mean it. We will change this county. Tunaelewana? Kwa hivyo ndugu zangu wote, viongozi wa hapa, serikali ya Kenya haiwezi kuwa ni serikali ya kudhulumu wa Kenya. Hiyo haiwezekani. So msiko na wasiwasi, hakuna mtu atadhulumu nyinyi. Wale tutapambana na hawa ni wakora. Hawa hawawezi kupata amani. Hawa wakora. Lakini nyinyi mko na shida gani? Nyinyi mko sawa kabisa. Mko mbele. Watoto wenu watasoma, maji mtapata, barabara tutatengeneza, dunia isonge. Ama ni aje? Ile mimi siwezi kubali ni kwamba ati sehemu ya Kenya ibaki nyuma. Na inabakishwa nyuma na watu kidogo. Hiyo hapana. Hiyo nimekataa. Mimi kwa kusebwana. Tunaelewana? So hiyo ndio maneno. Na nyinyi mnanijua. Si mimi si mgeni kwenu. Si ile mambo yote niliwaambia tutafanya, si mnaona barabara inasonga vizuri na dunia inasonga vizuri. Tunataka tushirikiane. Sawa sawa. Mwisho kabisa, mimi nitangaze nikiwa hapa West Pokot. Tumekuwa na matatizo. Sisi ni Wakristo. Sisi nchi ya Kenya ni nchi ambayo inamcha Mungu. Wakristo, Waislamu na wale wengine wote wa dini zote, ni kwa sababu tunatambua kwamba nchi ya Kenya ni nchi inayomcha Mungu. Kuna wengine ambao wanataka kutumia dini kuharibu na kuumiza watu wengine, kutumia dini kuendesha maovu, mauaji, utapeli na ukora. Ndio tumesema ya kwamba jambo la kwanza, ili kuhakikisha kwamba yale mambo yaliendelea kule Shakahola na ule mtu anaitwa Mackenzie sijui nani, ili isifanyike tena katika taifa letu la Kenya, tunaweka Judicial Commission of Inquiry so that we can get to the bottom of what really happened in Shakahola with the Mackenzie and all his collaborators. Juzi tulitransfer wale wote ambao walizembea kazini, wale commissioners, policemen, watu wa NIS, watu wa CID ambao walikuwa pale maafa ya kiwango ile ikiendelea. Tumewaambia watoke kwanza ndio tujue what really happened. So this week I will be appointing a Judicial Commission of Inquiry so that what happened in Shakahola does not happen again in the Republic of Kenya. Jambo la pili, nitafanya consultation na viongozi wetu wa dini katika taifa letu la Kenya. Tuwe na task force so that we can weed out the characters who want to abuse religion, to run businesses and things that are anti-religion in the Republic of Kenya. That we want to provide a framework agreed with our religious leaders, a framework that will provide for self-regulation so that church, so that religion, so that our spiritual leaders can have a mechanism where they can point out to government those who want to abuse religion for other purposes. So tutaketi chini na wao, tutakubaliana so that we can have a task force that is going to help us create a framework where we can weed out the people who are abusing religion in our country. So nataka niwashukuru sana maaskofu wetu kwa kutukaribisha hapa West Pokot.